Hi guys, welcome to our first episode ya Street Code Kenya, and leo tuko katika mazingira ya Dragon Campsite. So the whole of this episode itakuwa inafanyika hapa Dragon Campsite, na siko peke yangu. I have my fellow ladies and ladies, mimi peke yangu, lady and gentlemen. Watajiintroduce, mimi naitwa Aisha. Yeah, so tutaanza na sisi ni lady ndio ameanza sasa kitu jamaa ina Mimi kwa majina naitwa Ahmed Barak, kwa jina ambalo ni maarufu ni City Rais wa Vijana. Na leo tunaungana na wenzetu hapa katika hii Street Code KP kuanzia mada fulani kwa Okay, mimi naitwa Shtiki Yatu na pamoja na wadada hapa na bwana mmoja hapa kuweza kuzungumzia masuala tofauti kuhusiana na relationship na maisha yanatupeleka kuhusiana na hao wadada ambao tuko nao, kwa sababu si ni watoto wa kiume, lakini hapa ni moto. Yo, vipi? Kwa majina najulikana kama Kim Smith. Na kama mlivyoona wenzangu, this is our first episode. Hapa tutakuwa tunaongelea kila kitu trend ili so Okay, so katika siku ya leo hii ambapo tuko pale ndani, kama nilivyokujuza kwamba tunazama moja kwa moja kuongelea swala la mahusiano, ambapo sema kwamba relationship. So kwa hivyo ambao tunaendelea kama maisha ambayo tuko nayo, unapata kwamba uko ndani katika relationship, alafu kuna ile break up inakuja, papo unajipata kwamba umeachana na mpenzi wako. Ni nani kati ya wale wawili ambao useme kwamba yule ambaye katika ile breakage katika mahusiano, alafu unajipata kwamba wewe umeacha ama umeachwa, unajifika kwamba amewin katika ile situation ya relationship. Kwa mfano sema niko na mdada hapa, nimeenda naye kwa muda more than kama 2 years pale, tumegroove, alafu kuna mambo mengi yametendeka pale, achievement kama kununua mashamba, kununua magari, kutoana outing, kutoana kama vile mbalimbali vya kuweza kutekenya arudi katika lane zangu za relationship, alafu inakuja tu tunaachana. So kati ya hivi vitu viwili, boy na girl pale katika masuala ya relationship, so kati ya kuacha na kuachana, nani ambaye anafeel kwamba amewin hii situation? si inategemea na like the first initiative breakup. Unajua inaweza kuwa it is a toxic relationship. And when it's toxic, the one who lives ndio mshindi, sababu hawezi kama hali hauna furaha, yani kila time una fight, yani you see ile toxic relationship. So if it's toxic, mwenye ameacha mimi naona ndio mshindi. Mwenye ameacha kwa kama mtu ambaye anaweza kwa relationship yenye unakuwa abused, unatukanwa, unapigwa, unaona umechomwa, kesho unakuja umekatwa, anakuletea flowers, unasahau, anakucheat, yani like akona a lot of drama. Mimi think when it comes to relationships, sidhani kama kuna win for you. Ni inategemea na vile utakavyochukulia. Because katika relationship maybe inaweza kuwa niko katika toxic relationship kama nilivyosema, but nikajifanya nimetoka kwa relationship, but kwenye niko my friend na ustalk nimefollow nani na kufollow Just status. Kuna mtu akikuacha na block by the way, anablock kwa status, but maybe kwa socials naweza tengeneza account yenye haujui, nikakustop nikajua umefollow nani, umecomment kwa nani. So katika relationship hakuna mimi sioni kama kuna kupoteza ama kugain. Inategemea tu wewe as a person umebeba vipi. Unaweza jifanya mimi sasa nimetoka, badala afadhali yule mwenye hakutaka iishe. Kwa sababu mwenye umetoka uko kule utakujua leo anaonekana wapi? Yuko nyumbani. So I think ni kitu yenye ina come from wewe mwenyewe. Hakuna win or lose. Ni vile utakavyochukulia. Mimi I think kulingana na vile ambavyo ameongelea Aisha katika mahusiano, endapo pengine masuala ya mahusiano yamevunjika, watu wengi hujiuliza kwamba mimi nimeshinda. Kila mtu yani baina ya mwanamume na mwanamke, kila mtu anajua naenda ameshinda. Lakini mimi naona katika mahusiano yakivunjika, kwanza mjue kwamba katika ile mahusiano mpo katika mashindano. Hilo kwanza kujua mpo katika mashindano. Na hakuna mtu ambaye tumesema mimi niliazaibu yule mmoja kidogo. Yule amepatikana na shida fulani, bado wengine waombeana mpaka shida impate mwenzake, anajua
ile adhabu niliyopatia adhabu ambayo alipata sasa, dua zangu zimefika. Yaani ana imani kwamba dua zake zimefika, lakini katika mahusiano hakuna mshindi, hakuna mshindi. Lakini bado tu mimi wanaamini yule ambaye amebaki katika mahusiano ndio mshindi. Kwa sababu gani? Yeye la kwanza hana lawama katika mahusiano kwamba mimi nilimwacha. Yaani alijitoa mwenyewe, anakuwa ile imani kwamba alijitoa mwenyewe. Kwa sababu kutamka kwanza, tujie katika hali halisi, watu wengi ambao wanajitoa kwenye mahusiano na kutamka huwa ni mwanadamu. Yeye ndio mtu wa kwanza kusema. Lakini unagonga ndiko. Mimi sitamka jamani, mimi ndo anatamkiwa. Mimi sijaacha. Mimi naacha. Mwanamume anagundwe. Mwanamume ni kipengele kimoja. Mwanamume ni kipengele kimoja. Kitu kinaitwa silent. Yes. Na hiyo silent huwa ukiangalia katika saikolojia huwa inamuumiza zaidi hata kuliko. Kwa matukio kama ile ya anko. Maana mwanamume yeye atakuwa anaumia. Mwanamke amezungumza na imemtoka. Lakini sasa akitamka, community inamchukulia kwamba Aisha yani kila mwanamume akija ana mwanamume zake ni maaction madharau. Kwa hata problem niko na mwanamume, lakini watu kama Aisha ndio kuna shida. Hata pia muongea kitu. Inaweza kuwa niko na Kim hapa. Kaja tukaachana kidogo. Lakini mimi nitajifeel kweli nitaumia, sawa, lakini mimi nitatafuta mbinu za kumlinganisha na watu wengine so that nimuone Kimu anavogongwa na kiungo, ndio unapata kwamba mimi napata afueni. Ushaona? Ndivyo nilisema kwamba kwa sababu wanaume sisi ukiachana na mtu, mwanaume akiachana na mtu akipata demo yake akaenda akigongwa gongo huko kupata play. Lakini hapo siku ile taangoli kama hiyo. Unajua una miscot. Yana maanisha kwamba mwanamke ni rahisi kutamka kwamba hata aweza kafanya kitu cha kwamba lakini bado still anamuuliza Kim kinachoendeleaje, anakufuatilizia ana status, anaingia anakufollow kila mahali yako. Lakini sasa ni kwa sababu lakini mara nyingi kwa mwanamume yeye anaumia, ndio unaona unafika mahali sasa una mwanamume anakuwa ile solution katafute fulani ndio ule gozo kagonga. Lakini sio bila kugonga huja solve a problem. Ukimaliza kugonga zikishuka zile siwata shahawa si bado utafikiria yule ambaye ulimwacha. But I think kitambo mwanamke atamke, mimi nasema mwanamke kitambo atamke kwamba imetoka like mimi sitaki tena, ni kwa sababu na believe amevumilia for a very long time. Sisi wanawake tuko very patient by the. Mimi naweza kuwa yani labda na date mtu napigwa matukio, marafiki zangu watanikalisha, Aisha achana na huyu, mimi sitaki kusikia. Kuna vitu venye mtu hawezi sema, unajua mimi na shida sikupewa napewa aje, ndio shida, elewa. So kuna vitu venye maybe siwezi disclose kwa marafiki zangu, but kila kitu achana ule kidato ya kuumiza wamwangalia hizo siri zote. Niko very patient kwa miaka mingi na miaka mitatu. So ikifika point yenye sasa I can't take it anymore, ndo natamka mwenyewe. Unajua mimi wanajiuliza maswali. Ushapata jamaa mteja lakini ana mrembo. Yaani ana sura kabisa mpaka unashangaa unajiuliza maswali. Huyu bingwa vipi? Mimi niko na sura lakini mshikaji. Umeona sasa ndivyo unavyosema. Wasema kwamba jamaa hata kama unakosana naye lakini kuna vitu fulani unapata. Kuna kitu unapata. Sio kwenda mtu akwambia amechoka. Angle nimeelewa. Lakini kwa upande mwingine pia naweza nikasema yule mtu ambaye anabaki katika mahusiano, si mimi nimeachwa, una grow, unakuwa na ile time, yani grow na kumachua, unakuwa na ile time unakaa unajianalyze kwamba mimi nimekosea wapi. Inaweza kuwa mimi ndo nilikosea Aisha, mimi ndo nini. Lakini wewe ambao umetamka lakini ni kama unajua kuna watu wengine wanasema it's over, lakini kumbe it's over. Yapima kwamba temperature yake iko namna gani. Lakini huyo mtu ambaye ametulia anakuwa makini, atamachua, tena amemachua, kisha tena amegrow. Kugrow kwake ni ile sasa, kila leo ukiwa na kitu chako umeenda kwenye bash unapost status, kwa sababu unajua kuna mtu ana monitor status. Sasa usifanye inaje tunataka kumuonesha kwamba mimi wachukua picha mwaka juzi na demo wako mwingine pamuonesha tu. Yaani wewe katika ile real time kwamba mimi maisha yangu yanaendelea, na usijaribu kuentertain zile vitu ambazo wanazofanya. Na pia hii kitu kwamba umeachwa ya experience sana na watu kama progress ni watu hakuna mahali fanyaje mpaka mbona niache. Yaani mpaka nifanyaje? Ndio woman is done jamani. Mimi nadhani mwanamke akikuwa done kabisa na uhusiano haiwezi hata kusikia. When a woman is done, like
choka yake yote. Ni pande zote mbili. Imagine men are easier to move on than women. Mwanamume anaweza kuacha sahihi. Sekunde 2 ananjeri mahali. No, hapo na demu mwingine mahali. Okay. Lakini mwanamke before a move on. Yaani before aseme mimi kidato basi amekuja. Yaani my friend it is true ni basi. Wasema paka uone matukio, nimekupiga matukio kama lakini basi. Sitaki tuende kwenye hiyo mada hiyo ambayo unapokwenda. Naona kama mbaya na tunataka kwa mada nyingine. Ni hiyo. Tukiangalia wale ambao wanaomba msamaha katika mahusiano ni wengi. Wanaume tena anapiga hadi magoti. Wanaume kuzimia. Anataka kuzimia. Anaweza nil na majina anazimia my friend. Sisi wanaume wote tunaficha siri nyingi. Kama ingekuwa Aisha mimi ni mtu wa kutangaza vile ambavyo nini. Inaweza kuwa wewe ndio umepiga magoti hata zaidi ya mimi. Lakini mimi mecha tu sema hivi. No, but mwanamke akiomba msamaha, mwanamke anatoka from like ndani yake. Mecha sema hivi. But kwa mwanamume ni ile anaomba msamaha because maybe kuna kitu kutoka kwa msichana kinatakosa. Kwa mfano, kuna wanaume ambao kuna wanawake ambao wanamwangalia mwanaume almost everything. Kuna mtu ambaye mimi mwanaume wangu nitamnunulia kiatu, nitamnunulia belti, nitamnunulia kila kitu. So kuna favors zenye mwanaume anahisi huyu nikiachana naye simtaki, but kuna favors fulani kutoka kwake nazipata. So navumilia kwa sababu usikose vile viebo vya shilingi 200. Sitaki kumwacha kwa sababu nikimwambia simu yangu imefungwa ananisort, but deep down hakupendi. So kuna hiyo kwamba mimi niko naye kwa sababu ya kitu fulani. But kwa mwanamke akiomba msamaha it comes from ndani. But mwanaume anaomba kwa sababu kuna kitu chenye na hata kukosa. Either wewe ni yule mwenye akija kwako ushapikia au ameosha miguu. So kuna favors ambazo anazikosa kutoka kwako ndio maana anakuomba msamaha. But from a woman nikisema mimi I'm sorry naimaanisha. Okay, katika kusema kweli wanawake wako honest. Sana. Akiamua kutoka kwa sisi wanaume kitu ambacho tuko nacho. Sisi ndio acha ni wanaume sisi tunaitwa pretend. Hiyo acha before tukuja hapo. Mimi acha tu with the small experience ambayo niko nayo. Najua kwamba only unmarried women ndio wanaweza kusema nisamehe. But the married people, married women ni ngumu kweli baadaye. Mwanamke ni ngumu kwa sababu gani? Ngoja, ni ngumu kwa sababu gani? Ni ngumu kwa sababu matukio mnawapiga inafika mali unakuwa sugu. Unajua kuna mtu anaweza piga matukio kwa sugu. Lakini kweli hapa maneno mtu ambaye yuko married. Hiyo ukimwambia it's over. Kwanza in fact umemuondosha hiyo wahitaji amekuwa sugu. Inaweza kuwa kuna Kim pale na mhanti na sisi tumpata vipi kwa sababu amekuwa sugu. Sasa ukitoka na kwa sababu gani yule mwanamume ambaye uko katika ndoa hana cha kudusi. Provider ameprotect ile territory yake bibi yake pale. Utapikiwa na nani baba? Utapikiwa na nani? Wanaume siku hizi hawajali. Kwa hiyo ndio hawataki watakuwa. Bana at the end of the day anafikiria hapa nikiamka nafanya niache breakfast. Sasa labda una vitoto hapo. Daddy nataka sijui nini daddy you get. Lakini sasa akifikiria hii ndio ikiisha I don't have to provide. Kuna bibi asimpendi. Unajua kuna married people wana invest nje kuliko ndani. Mipango kando my friend tunakula. Let me tell you this. Kwa nyumba ukifika kuna sura tofauti ambayo unaonyesha. Lakini kule kazini ukifika kuna kadem pale kana kuserve hata chai. Unaona? Kufika pale uko na masters zako lakini anakuja na kujulia hali. So unapata kwa nyumba umeamka na mtu hata kupatia hiyo kitu. Kwa sababu gani wewe mwenyewe ukiwa ndani ya nyumba picha unaonyesha ndani ni tofauti na kule unakoonyesha huku ndani uweza ambiwa basi jamani nisaidie kufua. Mimi mwanamume msema afue. Lakini ukaenda kwa mpango wa kando my friend wafua nguo mpaka za ndani. Lakini ndani ya nyumba mtu akwambia mimi sifua mimi mwanamume. Lakini hiyo ni masuala ya kufua naona ukifika pale kwanza in fact kama ukimwambia kwanza ukimwambia ninakuja yeye ametangulia kwa nyumba amesafisha nyumba unachukua kama vile president na kuattract ndio unipe hizo pesa zako zaidi. Sasa nafanya kwa sababu namaanisha nataka hivyo vipende. Sasa kama utaka hizo pesa utamfaisha mimi nitamkupa vipi? Lakini sisi tunashuhudia sidhani kama michipuko they don't cook. Wakija no they don't cook. Unaona I think nyinyi mseme ni wale watu wa kusema
order in. I think ukienda kwa side chick. Kuna vitu maybe your wife unaona, maybe your wife is stressing you. Unaamua kwenda kutafuta side piece. So you can't make this side piece like your wife. Ni mtu wa stress. Ni mtu unaenda out. Ni mtu you buy flowers. Ni mtu unafaa kumplease, so don't expect much from a side. Usi expect to see a wife flower. But yani mimi kitu naweza sema yani back to tulikuwa tunasema kwamba win or lose kwa hawa wawili. Yani inategemea. Kando na kwamba hakuna win or lose, but I think pia inategemea na circumstances. Kwa mfano, niko na wewe for like 2 years. 2 years ni muda mzuri sana kwamba nimeweza kusoma vitu ninavyopenda, vitu vyenye sipendi, vitu vyenye sipendi, vitu nipendi. So kama ulikuwa kuna tabia mbaya ama nzuri inategemea. Kwa mfano mimi na relationship zenye nitajiongelea. Kuna some of my exes natamani mtu akiniambia tu saizi can we get back together. Mimi my friend, mimi huyo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo alikuwa anafanya zenye nzuri zaidi. So inategemea mimi tukiachana na mtu fulani nilikuwa na treat wa vipi bad. Kama the treatment was nice, my friend, lost ni kwa mimi ambaye nimeachwa. But kama ilikuwa ni mbaya. From your ex, have you ever appreciated that aspect? Sana. Mimi guy, by the way. Namwambia. Mimi nishapiga simu kama by the way nikipata nafasi ya kwamba maybe we can patch things up, my friend. Usifikirie mwingine mimi ampiga. Kwa sababu wakumbuka vile vitu ambavyo kuna relationship zenye hazikuwa not because ati nilikuwa sana sui ni because tunaacha by the way tunakuwa kama example ya kitu kibaya. Inategemea mnaachana. Wanaume naona wengi ndio huwa wanaacha. Wanaume ndio wengi wanaacha. Kwa sababu sisi wanaume tunapla ile kitu inaitwa silent. Mwanzo jana wajua ulikuwa girlfriend's day. Na mimi sikuwa na mkiposti jamani. Ndio nilikuwa nasema. Ndio uliambiwa mnaapisha deputy. Nilikuwa nasemaje? Sisi wengi wetu sisi ma ex wa watu wengi tunatumika kama useme example mbaya mbaya. Yategemea ulikuwa unajitahidi kufanya kila kitu lakini hakuna hata siku moja kuna demo ana appreciate kwamba umefanya kitu fulani. Kama vitu vizuri nitakwambia, na kama ulichemsha nitakwambia the reason of the way to break up ni kwa sababu baba alikuwa na watu. Sasa maanisha kwamba ile ukimpigia simu kimwambia basi mimi I'm available. Akienda kumbe na mission kwamba ukienda kule ngoja nipate mara pili. Nani nampa? Whatever level. Kwa sababu ngoja nikwambie kuna zile relationship zenyewe yani you don't mind yani kufanya vitu for that ex kwa sababu alikutreat ile design yenyewe unatamani hii kitu ingeendelea. But maybe kuna vitu venye havikuwa kati yenu. Maybe religion, yeye ni Mkristo, mimi ni Muislamu, yeye hataki Muslimu, mimi sitakwenda kwa Mkristo, so mna break up. Maybe niulize kwa nyinyi wadada. Kuna wale wengi ambao sometimes unaona kwamba au sija mtreat vibaya, kwa tunaendana vizuri, umeketi naye pale ukasema acha kidogo nimfute kwenye line yangu arudi, alafu baadaye unapata mtu akwambia mimi nisha move on. So maybe ni circumstances gani ambazo wao zinafikia paka hapo? Mimi nisha move on. Tuna accept tukangania kama mroga. Lakini he got hapo mkono mara kusema kwamba ya kumwambia child yako kwamba mimi naona tuachane, naona sio ni future. Lakini bado yani kuja block na unamfuatilia unafuatilizia. Mimi think kublokiana ni mtoto. Kublokiana ni kuna relationship toxic, mimi nakublock. No, hamjakosana. Why you blocking? Unablock kama ilikuwa una nini? Ndio nikwambia there's no need ya kumblock kama utamstop. You understand? Na kama mapenzi unaangalia mapenzi yana guarantee. No, kama sita stop. If you're done you're done. Hata ufute namba yake, delete number. Okay, delete, lakini don't block. Unablokia napiga collabo. Delete na block. Basi bado huja move. But the moment you move on. Kwanza ukidelete ile namba yamaanisha kwamba memories zake utaziona. Kama vile status kama nini utaziona. Lakini akikupigia simu kama after 3 months namshua ndio hiyo namba yake bado utakoshaisahau. Unless uishike ndio sina hata namba ya ex wangu moja kwa kichwa. Kuna ile kisema kwamba sasa kudelete vipi wewe na tumetengeneza uadui, nataka uone vile vitu tunavyofanya. Ndio pale kwenye grow sasa. Ile unataka ile akuone ukigrow. Lakini si kudelete au si kublock, afadhali udelete and then akikupigia simu nani mwenzangu fulani. Obviously utakuwa kuna
ni feeling ya touch kabisa. I don't delete, I don't block. But inategemea tuliachana vipi. Kama tuliachana ile like tumekaa as grown up people tukakaa bwana ndio tupendana, but unajua kuna ule mtu mwenye mnapendana from afar. Tunapendana but kitu haiwork as lovers, ina work as friends. Sita kublock. Lakini matukio bla bla bla, wewe amepost mshenzi wewe mjinga wewe kama. Lakini ona hii ya kuachana kwa sababu yule amepiga tukio na yule apiga tukio. Mimi naona hiyo tayari hata mimi mwenyewe sisi ana kublock mpenda. Lakini kama ni kitu ambacho pengine it was toxic, akona interest kwangu, let's say financial, pengine unakuja ukakata, obviously lazima atajitoa, lakini kujitoa kwake sio kwamba atajitoa kwa sababu pengine kuna weakness, pengine ambayo si performer ama pengine si kitu, hata pengine umekata ule mrija wa kusupply. Sasa hiyo kama hiyo chances za kurudiana si ziko high hapo. Ukienda broke utarudi tena. Na maybe let's say acha wewe una provide. Kuna mwenye amekuja alikuwa bado life yako ilikuwa bado na babanya haujashika line vizuri ya kushika hela. Sasa umepatana na Kim amekuja kupatia business ideas za kujenga nini alafu imekuja kitu kidogo tu tukio limetokea na achana. Unaona? Ushaji invest in terms of kama ni financial status yenu umeona kwamba imeboostika. Unaona? So mtu kama yule unamchukuliaje? Kwa sababu wengi tumeona alikuwa kwa vizuri kabisa, unajua kwamba huyu na mtu fulani alikuwa wamejijenga. Alafu unakuja nasikia fulani na mtu fulani bwana wali break hata kila mmoja invest pamoja. Hii inatokezea, lakini sasa ukiangalia sana mara nyingi vitu kama hivyo kuna watu kwenye mahusiano vile ambavyo tunazungumza wameachana kitambo lakini wanaishi pamoja. Ni either ni properties ndio zinafanywa kwa pamoja, ni business ama ni watoto ama ni memories. Kuna situation kama mimi pengine nimepata ile kazi na wanaishi pamoja Aisha. Unapendana. Ndio nakwambia. Tunaachana kutoka pamoja. Yaani co-parenting. Yaani ile hakuna zile feelings. Lakini sasa mimi kimwacha Aisha na huyu ndo babake aliniconnect hii kazi ya kule Kenya Airways. Inabidi uvumilie kwa Range Rover. Support tutarudiana. Alafu hapo mtakuja mtu wana vibaya. Kwanza kuna mapenzi unajua kuna ile tunakaa tu kwa sababu ya watu. Stories zinakuja kweli kwa mitaa unapata kwamba unaambiwa yule jamaa hata ana room yake na nyumba ni moja. Wanatembea gari moja. Unaona? Investment ni nzuri. Mtu ako na keji yake. Mtu ako na keji yake. Tunaangalia. Unajua mimi nafikiria pana kitu kanaitwa feelings. Sawa? Huyu ni mtu kweli umekuwa naye, umegrow naye pamoja kila kitu. Alafu unajua kwa nyumba pale. Amepita na kishoti. Yule kuna vingine ni Lakini kama tumeachana utatembea na wapi? No, mimi ukinijua umenitega. Hatuna feelings na kila mmoja. Like tunaishi siku kwa sababu ya sui nini. At least hata ingekuwa ni nyumba tunaishi separate nyumba yao. Lakini at in the same house hakuna inawezekana. Kuna watu wanaishi nyumba moja. Ni kama baby mama na baby daddy. Kuna time mna. Pia eti sijui eti niko na yeye just because ni baby mama. Ama ni baby daddy. Yes. Hakuna time lazima ukapime lazima tu. Huwezi acha tu hivi. Lakini naona katika conclusion katika mahusiano hakuna mshindi, hakuna loser wala. Lakini mimi naambia if it is a toxic. Labda kwa ni jambazi basi. Toxic hiyo hata unahama kabisa unaenda hata Mombasa ni karibu. If it was a toxic relationship ukiondoka it is a win. Baadaye wewe ambaye kitu unajua kuna vitu vingine mpaka uzizunguka kwa uzifungue. Mimi katika mahusiano yangu ya kwanza yangu personal nilihama mji kabisa. Nilihama mji kwa sababu ile sauti nikisikia inanirritate. Serious. Bwana nikasema acha nihame mji kabisa. Nimeuhama mji na huyo mtu tuliachana hivyo na hatujawahi kuonana. Hata TikTok ukiona pengine hata sijui akaunti zake. Hata namba yake ilikuwa imeshika, naweza katembea nikakutajia ilikuwa niko wapi, lakini sasa hata hiyo namba yake sijui, najua tu pale imeanza na 0724. Hapo basi. Hiyo 24 tunaikumbuka tu. Huko nyuma, unajua kwa sababu gani? Unajua zile namba za kwanza hakuna mtu ambaye hata Aisha pia namba za mwanzo unazijua. Zana. Namba zile ni namba za mwanzo. Zangu ama za nani?
sijui wallahi sijui. Namba mbili namba nne za mwanzo. Kama huko yuko 0. Namba zenye najua kuna kodi fulani huwezi kusahau. Hizi namba nne za mwanzo, namba nne za mwanzo huwezi kuzisahau. Kwa sababu gani? No. My best friend. Sisemi namba the whole number. Hizi hapa unajua kuna hizi 0011 na kuna 07. Ndio nakwambia zile nyimbo za kwanza utajua. Unaona namba sema by the way walikuwa ex yangu. Mimi mimi najua hiyo kama mimi naweza tafuta namba ex wangu na nikadai. Hiyo 07 utaikumbuka lakini kule mwisho huwezi kumbuka. Mimi wanaenda kwa contacts. Na naenda kwa contacts na scroll na copy paste ndio siangalia namba I copy paste and I call. Sasa mimi sijui namba zao. Sijui namba ya ex wangu hata mmoja. Ziko. So in case namtafuta, I go contact, copy, paste, call, bas. Sina time ya kushika. Okay. Kwa hivyo yule ambaye nambaki imechukua kwa kichwa yule ambaye hakuna hata ambaye nampenda mimi sijui namba yake kichwani hata moja. Kwa hivyo ukipoteza simu hivi basi wewe basi mpaka upate network zingine. Aisha, hebu tumane namba ya kidato hapo. Aisha tumie namba ya kidato. Kidato nitumie namba ya hivyo lakini I swear mimi sijui namba ya ex wangu. Hata mmoja. Hata current sijui. Mimi siwezi delete namba. Mimi si delete namba kwa sababu nataka uone vile ninavyogrow, vile napiga maturity au sio vile napopiga hela ili uumie. Unajua sisi wa kikubwa ambacho kinatosha tunaumizwa bwana ni fulusi. Unajipata kwamba una kitu demu unamtaka alafu ndo nakuburuza. So wakati napiga hela nataka uone vile ninavyopanda ngazi pole pole. Unavyomia napotakata. Baadaye kwa vizuri namba usidelete. Mwacha aone progress yako. Kwa jamaa acha yeye kusema ati ame move on. Mimi ataona move on na action. Ataona ile move on na action kwamba huyu mtu alimove. Momona director. You guys are toxic. Anyways, director ashasema kick. Anyways, thank you so much guys for watching our first episode. Na tungependa share, like, subscribe kwa our YouTube channel. Tutakuwa tuna mengi zaidi. Na pia kwa wale ambao watakuwa wanatuangalia, if you have any comments kuhusiana na topic yetu ya leo ambayo tunaweza kuidiscuss, either mtu ukiacha ama ukiachana, who wins, unaweza kuandika hapo chini utupatie maoni yako. Thank you so much guys for watching. Till next time. Bye.